huo ni ujinga. Umenielewa? Ndio. Bali kama ukinionyesha ile ndoto, tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyeshe ile ndoto na tafsiri yake. Unaona sasa, anamwambia jamani, maana yake kwamba hapo kulikuwa na mambo mawili, kulikuwa na pande mbili. Upande wa hawa kuna mtu anahitaji majibu, kuna mtu anahitaji kufasiri. Kwa hiyo maana yake kwamba yule mtu atakapoweza kufasiri ile ndoto, atakayeweza atapewa heshima. Cha kwanza angalia, ili upate heshima lazima uende wenye heshima, ukanyenyekee kwao. Fursa yote inayokuja, usipokuwa na nidhamu na hiyo fursa, utaipata kwa wakati wako. Ndio maana unapaswa uheshimu time kuliko chochote. Maana unakiona kwamba sio cha thamani. Ikifika wakati sasa nikianza kufunguka hivyo, alafu tunakwenda, ndio utajua ujui wewe. Yaani wewe ndio utajua. Ndio maana kwambia kwamba ukiwa na nidhamu itakurahisishia kupokea baraka za Mungu. Angalia heshima hapo mbele. Maana yake kwamba ili Nebukadneza huyo mfalme awe na heshima na yeye, ilipaswa mtafute mwenye heshima kuliko yeye. Maana yake kwamba heshima aliyokuwa nayo, alikuwa na heshima ya kimwili, hakuwa na heshima ya kiroho. Kuna saa kuwa makini sana. Unahitaji kupokea vitu vya maana na vya thamani, lazima ukubali. Amina kukinga wewe. Tumishi wa Mungu tumekuwa kama nani? Mungu tusaidie sana. Tumekuwa kama nani? Kinga. Mishale inakuja, wewe ndio unawahi.